serikali inakosa kubuni sera ambayo itaendanisha na vijana. Huenda labda hili pia lilichangia katika swala hilo. Kilobi, mimi ningependa kuchukua mwelekeo tofauti kidogo. Mimi ni mwanasiasa na kuzungumzia jambo hili, nilipokubali kuja hapa niliamua kuwa nitazungumza roho yangu na kile ambacho nachojua na pia niahirishe safari yangu ya kwenda Tanzania mpaka labda serikali mpya itakapokuja, kwa sababu kumekuwa na ile tabia ambayo foreign policy na usalama wa taifa Tanzania pale ina highlight na kuidentify hasa wa Kenya na Waganda, ama tuseme tu wale raia wa East Africa ambao sometimes wakisema mambo mengine ukifika pale mpakani unarudishwa. Kwa hivyo safari yangu nitaahirisha, lakini niseme ukweli wa Mungu, kwa sababu hujaruhusiwa, haujakatazwa kusafiri Tanzania. Najua tayari tuko na, unajua, unless mimi ni wazimu, kila mtu ambaye hapa nchini amekuwa critical of what is happening in Dar es Salaam and Dodoma, ikifika pale kama haujatekwa utarudishwa, hautaingia. Kwa hivyo safari yangu kwenda huko hivyo nitaahirisha, kwa sababu nataka kusema ukweli, kwa sababu anasema kusema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Tuanze hivi kwanza kabisa. Unajua, masuala ya kigeni hayawezi kuendeshwa kwa msingi wa pettiness, kwa sababu exactly that is how we have seen Tanzania ikiran affairs zake. Serikali za Tanzania ikiran sera zake kwa muda mrefu sana, hasa na majirani wao sisi wa kaskazini. Unajua, serikali ya Tanzania inaweza kuwa ni ya CCM, lakini watu wa Tanzania ni ndugu zetu. Hamna tofauti ya Watanzania na Wakenya. Tanzania is 95% Bantus. Kenya is about 67% made of Bantus. Mipaka iliyochorwa na wakoloni haiwezi kuwa sasa imetutofautisha sana kabisa, kuwa sasa tumekuwa sisi ni watu tofauti sana. Naam. Hawa Wachaga hapa hivi na watu wetu pale Taita Taveta, Kwale ni watu same. Hamna tofauti. Wakuria wa Kenya na Wakuria wa Tanzania ni watu same. Wajaluo vile vile walioko Tanzania na huko kwingine. Tuna ndugu, jamaa na majirani. Tuna uhusiano wa miaka na mikaka. Mipaka hii imechorwa juzi. Kwa hivyo serikali ambazo zimekuja juzi na mkoloni haziwezi kuanza sasa kutuambia kuwa Tanzania na Wakenya ni watu tofauti sana. Wamasai wa Kenya na Wamasai wa Tanzania ni watu same. Ukiangalia Wasukuma hapa, Wahehe na Wahehe hao watu wote na Waluya ni same, wanaongea lugha unawasikiza tu. Kwa hivyo hatuwezi kuwa tumeishi pamoja kwa hiyo miaka yote, na kwa sasa kwa sababu mzungu amekuja kachora mipaka. Sasa kwa hivyo sasa sisi na watu wale ambao wako Tanzania ni watu tofauti sana. Haiwezekani. Na serikali wakati ule inapokata mtandao inakata kwa sababu ingependa kufanya vitu vile. Namba 1, inataka kucontrol information flow so that information isisambae. Wanataka kucontrol. Hizo enzi zilishapitwa na wakati. Teknolojia ilisha level up. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana. Hata ukizima mtandao leo, kesho watu watapata tu, kwa sababu watu wana simu. Kwa sababu 60% of Africans, 60% of Tanzanians were born in the last 25 years. Hawa watu ni natives wa technology. Ni natives wa digital revolution. Wamezaliwa ndani ya revolution ya mtandao. Kwa hivyo hata mtoto mdogo anajua kutumia simu, anajua kutumia iPad, tablet na hizo vitu vingine vyote. Inakuwa ni vigumu kidogo. So serikali itajaribu kucontrol, na si serikali moja tu, serikali zote. Hata hapa kwetu tumeona kidogo kulikuwa na attempts kama hizo. Normally ni kucontrol information. Kitu cha pili ni kustifle dissent. Ili kama watu wanapoandamana mjini, wale ambao wako mashambani kwa mfano wasijue ama wadelay. So unapiga kelele isijulikane, kwa sababu wanafikiria kuna kitu kinaitwa bandwagon effect kwa psychology ya watu, kuwa sisi tunapozungumza hapa kwenye studio na wale ambao wanatutizama watu wengi, alafu teknolojia inakuwa ni multiplier force ama inakuwa na multiplier effect. Kitu cha tatu ambacho mara mingi kwa nini, na hiki ndicho muhimu sana, serikali wakati ule inakata mitandao na kujaribu kusukuma chini, ni kuweka giza ili ifanye obscuring ya matendo ya serikali yenyewe. Inazima taa ili watu wasione serikali yenyewe inafanya nini hasa. Na umeona kama zile video, the footage zile ambazo zinatoka Tanzania, unapata askari wanapiga risasi kwa nyumba za watu,
barabara ziko empty, lakini wanapiga ndani. Tuliona vitendo kama hivyo hapa hivi. Ulikuwa unaona pale Rongai, ukaona Ngong, ukaona Kitengela. Tuliona vitendo hivyo. Lakini uzuri ni kuwa teknolojia sasa, simu watu wanashika vitu hivi vinafanya nini? Baadaye vitatumika. Lakini labda tupeleke jambo hili nyumbani. We need to bring this topic at home. To bring it closer pahali penye kuna shida kubwa kabisa. Shida kubwa ni kuwa usalama wa taifa Tanzania umeumbwa kwa mfano wa chama cha CCM. As in, CCM imetengeneza Tanzania imekuwa ni kama serikali ni branch ya CCM. Kwa hivyo hata wale ambao wanastahili kuwa wanatumikia raia, wanatumikia chama kwanza. Wacha nikupatie mfano. Kuna yale mambo labda mwanaharakati hapa hivi, yeye yuko hapa, sisi tutamzungumzia kwa sababu sisi tuko nyumbani. Unaona kuna kitu inaitwa TISS. Kwa lugha yao wanaita usalama wa taifa. Hiyo ni equivalent ya NIS hapa. Lakini sasa yao bado inafanya kazi kama ile yetu ya kitambo ilikuwa inaitwa special branch. Tangia ianze imekuwa na director generals ama directors 10. Lakini tangia mwaka wa 2021 wakati ule Mama Suluhu, sitamuita mama kwa sababu staha zote na sifa za mama amezipoteza. Unajua mama ni mlezi, mama anachunga, lakini mama ni rais. Sasa nitamuita tu Suluhu. Nitamuita tu Suluhu, siwezi kumuita mama kwa sababu sifa za mama tayari amezikosa. Siwezi kuona video kama hizo alafu nikwambie kuwa hapo kuna sifa za mtu ambaye anaweza kuitwa mama. Acha nimuite Suluhu. Suluhu amekuwa na directors 4 wa TISS. Out of the 10 directors ambao wamewahi kaa na kuongoza TISS, that is the Tanzania Intelligence and Security Services, 4 wamechaguliwa na mtu chini ya miaka 4. Tangia nchi hiyo ianze imekuwa na director wa usalama wa taifa 10, lakini mtu mmoja chini ya miaka 4 amekuwa nao wangapi? 4. Hapo kuna shida. Inamaanisha hapendi ukweli, hapendi data, hapendi intelligence. Na hapo kwa sababu mara mingi sana kama mimi fundi wa serikali nitakwambia, kabla jambo kama hili lililotokea juzi litendeke, mara nyingi huwa tunauliza what did the intelligence chief tell the president before itendeke? Kwa hivyo wataenda mambo mingi sana, na nimechukua muda huu kumaanisha kabla ifungwe mtandao walikuwa wamepata habari. Walikuwa wamepata habari na wanajua vizuri sana. Unajua mara nyingi nimeona, unajua kuna ile banta katikati ya Wakenya na Watanzania. So mara nyingi watu wanafikiria kuwa hiyo banta ni uadui. Hiyo si uadui. Hiyo ni banta, ama sijui kwa Kiswahili banta ni nini, lakini ile uhusiano wa karibu, ile kurushiana maneno ya kirafiki kama vile watu wa Manchester United na watu wa Arsenal wanavyokuwa wana exchange. That is not enmity. Wakati ule tunaita Arsenal kale katimu, haimaanishi kuwa tunachukia Arsenal ama kuwa wafuasi wa Arsenal ni maadui zetu. Hiyo ni banta ile ambayo tunakuwa nayo kwenye mtandao. Lakini unajua watu wanakuambia kuwa Watanzania ni waoga, hawawezi enda barabarani. Hiyo ni upuzi kwa sababu hawa watu si watu tofauti. Wacha nikwambie hivi. Hawa ni watoto wa mtu mwenye anaitwa Chief Mkwawa. Alipigana na Wajerumani. Hawa ni watoto wa Kinjekitile Ngwale. Azini wametoka kwa uzazi ya wale, azini kwa uzao wa wale watu ambao wamewahi resist na hawawezi. Azini hawa ni wajukuu wa Mirambo. Mtu kama Songea, Wangoni huko chini. Kuna Mangi Meli hapa, Wachaga hapa chini. These are people who resisted. Hawa ni wajukuu na hata Nyerere mwenyewe hakukuwa mtu kichwa maji ya kusukuma left, right and center. Hawa ni watoto wa Nyerere. Nyerere alitaka serikali ya mapinduzi, alitaka serikali ya revolution mwenyewe. Hii serikali, umeona hawa watoto wamepiga kelele, hawa ndio watoto wa serikali yenye Julius Nyerere angependa. Kwa hivyo walijua vizuri nini itatendeka. Lakini kama kawaida, unajua nimezungumzia usalama wa taifa kwa sababu hapo ndio penye kuna shida kubwa. Mara nyingi Tanzania ina intelligence agency moja, lakini kama inataka kusonga mbele ni lazima ivunjwe kwanza. Hatuwezi kuwa na intelligence agency moja kwa sababu mara mingi wakishindwa kazi wanaanza kufanya propaganda na pettiness. Kwa sababu ukiangalia ile taarifa ambayo mama aliandikiwa akisema kulikuwa na watu wa nje, you can actually tell wale watu ambao wanaenda kuteseka watakuwa ni Wakenya hasa wakielekea kwa election, kwa sababu mara nyingi sana wale serikali ya CCM ikishindwa na hoja ni lazima itafute adui wa nje, na adui wa nje mara mingi imekuwa ni Kenya na Mkenya.
They have always looked for a boogeyman. Kwa kizungu inaitwa boogeyman. So the boogeyman has always been a Kenyan. Unaona tukielekea uchaguzi wakaanza kusema watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo fulani hapo kwingine. Ukiangalia target hasa ilikuwa ina target wa Kenya. Akikwambia kuwa kuna watu ambao walikuja Tanzania kufanya askari akisema kuwa wamekuja kufanya maandamano huku hivyo. I can tell you 100% that most of the casualties wa hiyo statement itakuwa ni wa Kenya.